Ezekiel 20:17. Kitabu ni Ezekiel 20:17 to 20. Wacheni uombe. Baba, ni asante, ni wakati mwingine wa neno lako Jehova. Nitumie kama chombo chako Mungu wa rehema. Nikanena mapenzi yako, sio yangu ama ya watoto wako. Mungu mkuu mwenye enzi, mba mbingu na ulimwengu. Washa maneno ya kinywa changu iko manukato mbele ya macho yako. Watoto wako wakifundishwa wakasikia Jehova. Watoto wako wakionywa wakabadilika. Mungu mkuu mwenye enzi, wakibarikiwa wabarikike. Sifa zote, shukrani zote Baba ni zako. Mimi mtoto wako twahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu Baba tuomba atakuamini. Amen. Nimesema Ezekiel 20 kuanzia mstari wa 17. Na nitasoma na Kikuyu, nitafsiri kidogo na Kiswahili. Na rere maitho makwa nĩ mamucaire gutiga hold on. Na rere maitho makwa nĩ mamacaire ngĩtiga kũmanina ona kũmahukiria biũ kũu werũ-inĩ. Hata kama tulikuwa wenye dhambi, Jehova aliangalia akaona hakuna haja amalize watu. Hata kama walipitia jangwa, ni wakati wana Israeli. Siku hiyo ni wakati wana Israeli kwa naongea kuwahusu. Wana wa Israeli sisi siku ya leo. Hata kama sisi ni wenye dhambi, bado Jehova kwa macho yake kuna neema. Hata kama sisi ni waofu, bado kwa macho ya Jehova kunao neema. Na ndiye anafanya bado tukaa uhai. Ndiye anafanya bado tufanye kazi ya mikono yake. Ndiye anafanya bado tukue uhai sababu ya neema ya macho ya Bwana. Number 18. Ngekerera ciana ciao ile oko werũ-inĩ atĩrĩ, tigai kũrũmĩrĩra iria cia watho wa maithe manyu, ona kana mũrũmbũiye matuĩro ma ciira, ona kana mwĩthũkie na mĩhianano ya kũhoywo. Na wakati tulikuwa kwa jangwa, Jehova akaambia watoto wetu, mwache kufuata matendo ya mababa zenyu, mwache kufuata maovu ya mababa zenyu, kwa sababu mimi nikiwa Mungu ndio nimefanya mpitie hii jangwa na nitakuja kuwakomboa. Hiyo ni Jehova alikuwa anaongea na wana Israeli. Siku ya leo ni Mungu anatuambia tuache kufuata maovu ya mababa zetu. Tuache kufuata maovu ya waliokuwa mbele yetu. Yale maovu wanafanya. Siku ya leo kwa makanisa ama kwa nyumba za Mungu kuna maovu tofauti sana. Mwaka ulioisha last year, kuna wenye walikuwa nauza mafuta. Last year but 1, kuna wenye walikuwa nauza maji. Last year but 3, kuna wenye walikuwa nauza webe. Last year but 4, kuna wenye walikuwa nauza mpaka misumari. This year, kuna wenye wanauza mapaga. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuache kufuata maovu ya mababa zetu. Kwa sababu mababa zetu matendo yao ni baya. Na yana matendo wanafanya Mungu amekasirika. Mimi nikiwa baba yenu namuhusia nini? Tipanga? Hapana, sitauza mapanga leo. Asifiwe Bwana. Mimi nitamuhusia neno. Mkubali msikubali. Tuache kufuata maovu ya mababa zetu, ni Jehova amesema. Ona kana mwĩthũkie na mĩhianano ya kũhoyo, ama mwabudu sanamu ya kuombwa. Kwa maana sanamu ni kitu yote mechonga ya kufuata. Ni kitu yote nainamia kama Mungu. Ni kitu yote nafanya ni Mungu. Hata mimi mwenyewe nikiwa mbele yako naweza kuwa sanamu. Kwa nini? Unaweza niabudu kama Mungu. Mimi ni sanamu. Sababu hakuna kingine chochote inafaa kuabudiwa kama Mungu. Haleluya. Ona kana mwĩthũkie na mĩhianano ya kũhoywo. Asifiwe Bwana. Hata wakati washirika wanaiba mchungaji sana,
huyo mchungaji anakuwaga sanamu. Asifiwe Bwana. Na nikisema hivyo Mungu anisamehe. Waangalia watu wa SDA. Hakuna watu wengine wanajua Mungu kama wao. Hata ukienda kumhubiria anakuambia, anakuangalia kama paka, umetoka wapi? Kwa shimo, sababu ameamini mchungaji wao. Mimi hata nani ahubiri, hata wale wa Makenzi aamuka naanzia kuhubiri, nitafikisha neno sio yake, ni ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kitu yote naabudu tofauti na Mungu, hiyo ni sanamu. Namba 19. Nyina Jehova Ngai wanyu, lumagĩrĩrai iria cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo, na mũmenyagĩrĩre matuĩro makwa ma ciira, na mũmekage. Ati mimi ndio Jehova Mungu wenu. Fuateni amri na sheria za Bwana na msitende. Zimeandika kwa ukuta. Je, ni kusoma tu ama mnatenda? Ati niĩ Jehova Ngai wanyu, lumagĩrĩrai maathani makwa na matuĩro ma ciira, niĩ ndauga ũhoro wa kiugo. Ati mimi ndio Jehova Mungu wenu. Fuateni amri na sheria za Bwana na mzitende. Haleluya. Bwana asifiwe. Amri ni gani na sheria ni gani? Amri ni 10, sheria ni mingi. Na hizi amri tunafuata sababu ya Jehova. Ni Jehova amesema yeye ni Mungu wetu. Fuatani amri na sheria zangu mimi nikiwa Mungu Baba. Haleluya. Atirumagĩrĩrai matuĩro ma ciira na iria cia watho wa kũrũmĩrĩrwo. Number 20. Angalia kwa macho yote mbili. Ezekiel 20 verse 20. Angalia hapo. Na mwamũrage thabatũ ciakwa nĩguo ituĩke kĩmenyithia kĩa ũiguano witũ na inyuĩ. Na mkuwe makini sana. Asifiwe Bwana. Na mkuwe makini sana kwa sabato zangu, ili ikuwe nini? Na mũmenyagĩrĩre thabatũ ciakwa, mũciamũrage nĩguo cikorwo cikĩmenyithia gitu na inyuĩ. Na mutii na mheshimu siku ya leo, ndio siku ya Sabato. Na mheshimu siku ya leo ili ikuwe ya heshima kati yangu na nyinyi. Hakuna siku ingine imeandikwa kwa Biblia siku ya heshima. Hata birthday haijawekwa. Birthday haijawekwa. Bebe basi haijawekwa. Lakini ameweka siku ya Sunday ikiwa siku ya heshima. Mwamũrage thabatũ ciakwa nĩguo cituĩke kĩmenyithia gatagatĩ gakwa na inyuĩ. Mũndũ wothe ũtamũraga thabatũ ndatambũrĩte Ngai. Ezekiel 20:20. Na mwamũrage thabatũ ciakwa nĩguo ituĩke kĩmenyithia kĩa ũiguano witũ na inyuĩ, ili ikuwe mapatano kati yangu na nyinyi, mkisiteua ile siku ya Sabato. Kwa hivyo siku ya Sunday sio siku ya kwenda swimo. Asifiwe Bwana. Kwa hivyo sio siku ya Sunday, sio siku ya kukaa kwa nyumba kama chura. Asifiwe Bwana. Kwa hivyo siku ya Sunday sio siku ya kwenda kuangalia wazazi, ndio parental day. Asifiwe Bwana. Kwa hivyo siku ya Sunday sio siku ya bash. Asifiwe Bwana. Jehova amesema ili kuwe uhusiano kati yetu na sisi, tuheshimu ile siku. Lakini napata watu wengi sana siku kama ya leo Sunday ndio amekaa huko nje kama chura, ndio ameitiwa kahawa, ndio ameenda swimu,
ndiye ameleta bash, ndiye ameleta furaha, umelaaniwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Umelaaniwa my friend. Fuata neno vizuri. Ati siku ya leo ni siku inafanya mahusiano kati yetu na Mungu ikuwe mzuri. Kwa sababu ni siku ya kumheshimu Bwana. Ni siku ya kuacha kila kazi gumu. Unaingia mahala hapa kumwambia anastahili. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi nashindangwa sana watu wanakosa kwenda kanisani waende wapi. Na usanga Mungu watu maswali mengi sana. Siku 6 ufanye maovu yote. Ufanye kila kitu. Lakini siku ya 7 uingie kwa nyumba yake kumwambia ni asante. Haleluya. Niguo kugia na iguano gatagati gaku na Ngai waku. Umenyagirire muthenya wa Thabato. Ezekiel 20:20. Haleluya. Wakati nakosa kwenda kanisani unafanyanga nini? Wakati najua ukweli wa sheria ya Mungu ya siku ya leo na unakosa kuenda kufanya hiyo sheria unafanyanga nini? Wakati wewe umechoka na kutii hizo sheria za Mungu na kufuata amri na sheria za Bwana na hii siku ya leo kuiteua ikiwa siku takatifu. Siku ya Sunday hata wale watu wanapenda ubea sana. Inafaa ununue peg. Na ununue ile ya spring. Usike midono yote mbili. Usiongee kitu yoyote. Siku ya Sunday hata wale watu wanapenda pombe sana. Haufai kwenda kukunywa pombe. Siku ya Sunday hata wale watu wanapenda matusi sana. Ni siku ya kuzuia mdomo yako hata kuongea maovu. Kwa maana ni siku takatifu. Siku ya Sunday inafaa utoke kanisani direct. Uende kwa nyumba, peleke baka yako kwa nyumba. Lakini wewe ukitoka hapa unaingia kwa kila hoteli. Unasema ile kitu kwa Yesu aliona ikiwa mzuri hapa duniani ni kukula na kunywa. Hapana. Siku ya leo ni siku umeteuliwa na Jehova. Na kila mmoja anafaa aheshimu ili naye Mungu akiwa juu mbinguni akuwe na uhusiano kati yako na wewe kwa sababu ya kuheshimu siku ya leo. Siku ya leo hata mimi nikiwa mchungaji sifai kuita watu atekesi. Najua wachungaji wengine nikiwa mmoja wao tunakuanga na wasimu kidogo kidogo. Ati wewe na wewe kanisa ikiisha tupatane kwa ofisi tukesi. Kwani hapa ni kotini. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana. Asifiwe Bwana. Na siku ya leo ni ile siku nafaa ukiambiwa na mtu Bwana Yesu asifiwe. Unasema amen, mdomo unafunguka mpaka kwa masikio. Kwa nini? Ni siku ya uhusiano kati yako na Mungu wako. Ni siku umeteuliwa. Ile siku hafai kukasirika. Hata kwa Yahudi hawakuwa wanaakisha moto, hawakuwa wanaenda kuvuna majani ya ng'ombe, hawakuwa wanaenda kuchota maji. Hiyo kitu walikuwa wanafanya jana. Ili wakiingia Sabato waingie bila kuwa na kasi yoyote. Hata wengi wao walikuwa wanakunywa chai kama tazama zimezima chai, wanakunywa ikiwa kipolo. Chakula wanakula kipolo, hakuna kuwakisha moto. Lakini wewe siku ya Sabato sababu hujaheshimu hata kuchinja na kijanga. Asifiwe Bwana. Ni gumu sana kuku ilale wewe ukiwa mahala pale siku ya Sabato. Utaichinja waambie Mungu rehema hautaki wachinja. Haleluya. Lakini Jehova anasema namna gani? Ati siku ya leo ni siku tofauti sana, ni siku ya dhamana sana. Ni siku nafaa uteue, hata hufai kuwa siku ya leo. Siku ya leo hata kama anaenda kuchinja jogoo haufai kuenda kuchinja. Enda niletee mande nikule. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Siku ya leo sio siku ya kwenda kuchinja. Siku ya leo sio siku ya kwenda kila kitu unaenda kufanya. Wewe unapenda kubeti sana. Siku ya leo sio ya kwenda betting. Yes, kuna watu wanaenda kuangalia mpira kwa pub siku ya leo. Anaenda kuwekelea na ndio mnakuliwa sana. Haleluya. Sababu hata siku ya Sabato unawekelea. Hiyo siku ya Sabato leta nikule. Haleluya. Usinitukane. Mungu awabariki na akutendee.